Ndugu watazamaji, huyu ni mgonjwa wangu nilimtibia tezi dume pamoja na mawe kwenye figo. Yuko Kibaha Isega, ngoja msikie. Alhamdulillah, ni ushuhuda mbali. Alipenda sitoe ushuhuda bila mtu kupenda yeye mwenyewe. Naam, dokta. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salama. Sasa Ibrahim, Naam. wewe ni shuhuda wangu kama nilivyokuambia katika tiba zangu juzi ulivyonipigia kuhusu homa ya ini. Nikakwambia homa ya ini kuna dawa nafikiri kesho itakuwa inaswagwa Kigoma na ikatumwa. Ikifika nitakupigia simu juu ichukue kwa ajili ya kuifanyia utafiti. Nafikiri kama nilivyoniambia. Sasa lengo nataka watu wawe na imani ya akela. Nafikiri wewe ni mmoja nikutibia tezi dume, ilikuwa 2022-21. Nafikiri ulitumia hali yako ilivyokuwa mpaka ukapimwa. Hebu wape ushuhuda watu ambao hawana imani na Dr. Balagoma na dawa ya akela. Ndio. Kwamba Allah ni shahidi kwa haya maneno tunayoongea kuwa nimekutibia. Ndio. Hatuna haja kumdanganya, tunajitambua mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu kila anachokitamka kinaandikwa na malaika wawili. Ndio. Sasa uwezo wa kufurahisha watu kufanyia kitasi bila Mwenyezi Mungu ni kitu ambacho hakipo kumbini. Ndio. Ile dawa ni nzuri sana. Mimi kama mtesi wala amekuwa anaamka karibu mara 3 mara 4 usiku. Ndio. Ile hali ni kuisha, alhamdulillah. Na nafikiri ulienda kupima kama sikusahau, wakakwambia kuna changamoto ya mawe kwenye figo, ukajia na dawa ya figo kama sikusahau. Kabisa, na kipindi kile nilikuwa nikutana na chupa moja. Ndio. Leo niko chupa moja ya figo. Ndio. Ilikuwa na harufu fulani kama ni ya haja kubwa hivi. Ndio, harufu. Na ulipokunywa hata hiyo figo ulikuwa unakojoaje? Nafikiri kama sikusahau ulipokunywa ulisema ulikuwa unakojoa kama vitu vyeupe. Nikakwambia inaondoa mawe kwenye figo. Na baada ya hapo nilikuwa vizuri la. Nilikuwa vizuri. Ile anadimwili. Ndio. Ile sio mchezo bwana. Ndio. Mashaallah, iko vizuri sana. Ndio. Basi jambo la heri. Basi jambo la heri. Kwa hiyo anaweza kuitumia, hayo ni maneno yangu, mimi napenda kutumia hiyo. Nafikiri kwa mwaka 2000 ilikuwa nafikiri 22. Iko 22. Mpaka leo si uko vizuri? Alhamdulillah, shekha, niko vizuri, mambo ni bulbul. Ndio. Basi Allahumma amin. Basi nafikiri Jumapili itaingia, ikifika atakupigia uje uchukue. Usema ni mtoto wa dada yako? Mtoto wa dada yetu, dada yetu mkubwa wale Amina wala watu wa Kigoma wale. Ndio. Mmoja anasumbuliwa na nini hii? Anaishi Mwanza sasa hivi, anaitwa Khadija. Ndio. Kuna dawa inafanyia utafiti ilishaleta mafanikio kwenye malazi ya kisasa ambayo yanajulikana hayana tiba. Na vipimo vipo. Kwa hiyo inaandaliwa Kigoma vizuri. Kwa hiyo baada hapo kwa kuwa lazima tumtangulize Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hata nimekwambia kwa kuwa kuna watu alhamdulillah wameitumia kwenye maradhi haya makubwa ambao wanasema hayana tiba ya virusi. Alhamdulillah hata vipimo vipo, wamekuwa vizuri. Kwa kifupi, yani ilikuwa ni positive, imesoma negative. Sasa kwa kuwa ni virusi, maana yake hata homa ya ini ni virusi. Kwa hiyo dawa hii ilikuwa chache, kwa hiyo nimeagiza na kuja Kigoma. Inshallah nakupa ofa kama sikombe kama na ndugu ambaye mmoja au wawili uje kusona chukua detail ili baadaye nikirusha ushuhuda uwe upo mwingi wa vipimo. Kama na ndugu yako ambaye alijikwa kwa bahati mbaya, nakupa ofa basi hata mmoja wawili na wahudumia bure. Masheto wanakuja na wapima
vipimo tunapima, vinaonesha mistari hiyo miwili, baadaye anapata dawa, anakuja anapima tena, lengo kurekodi, hata kesho nikianza kuwarushia watu wajue kumbe Baragoma ameifanyia utafiti na sio ujanja. Nikaona kama imeleta mafanikio kwenye ugonjwa mkubwa ambao unajulikana kwamba hauna tiba, wakati tiba ipo. Allah alishusha ugonjwa na akashusha na tiba yake. Basi naamini hata Homaini kwa kuwa ni virusi itafanya kazi, ila hiyo sijaiweka sokoni. Basi Allah tuhifadhi. Karibu sana. Sasa hivi ofisi yangu niko Jangwani. Nafikiri ulikuja Tandika. Kule Tandika amebaki mjomba, ila sasa hivi na ofisi hapa Kariakoo karibu na klabu ya Yanga. Hapa klabu yangu ukifika, basi kliniki yangu iko hapa. Kwa kutoka Visiga huko Kibaha kuja ni haraka sana. Nimeona niwe karibu na watu niwafikie. Basi Dukla, nikutakie Ijumaa karimu. Amina. Shukrani sana. Ndugu watazamaji, huyu ni mmoja katika wagonjwa ambao nimewatibia maradhi ya tezi dume. Nafikiri mmesikia nyewe wenyewe kwa Allah ni shahidi kwa maneno haya. Nimemtibia 2022. Alhamdulillah, Allah jalia. Sina haja ya kuongea, mmemsikia. Baada hapo akawa ana changamoto ya figo, akanambia na mawe kwenye figo, nikamwambia njoo dawa ipo, akatumia chupa moja. Kama nilivyosema na kaarufu dawa ya figo hiyo ndivyo ilivyo. Ila moja dawa nzuri ambapo kama msikia alikojoa vitu vyeupe, baadaye akakaa vizuri na maumivu yakaisha. Kwa ndugu watazamaji, najua changamoto katika tiba ya tezi dume au maradhi yote yapo. Kuna watu wanaenda haraka, alhamdulillah mafanikio yanapatikana. Ila kuna watu wengine wanaenda polepole. Kwa reaction ya dawa inatofautiana kati ya mtu mmoja na mwingine. Nachohitaji, umepata tiba, naweza kughafilika kukupigia, wewe nipigie, then uniambie Baragoma, alhamdulillah nimeona mafanikio yafuatayo. Umemaliza dozi, kwa simwachi mgonjwa, najua nimsaidieje pale ambapo hajakamilika, hajakaa vizuri. Kuna wachache wamepona kwa chupa moja, wengine chupa mbili, na kuna wengine wamepona hadi kwa chupa 3. Sina shaka na Akela pia na hiyo Reno kiwa dawa ya figo, alhamdulillah. Basi mimi Dr. Baragoma niwatakie Juma karimu. Allah ni shahidi kwa maneno haya atakayesema kwamba labda nimempanga huyo mtu, na mpaka kuchukua ushuhuda ni kwa mtu ambaye yuko tayari. Sichukui ushuhuda kwa kila mtu, mpaka mtu awe yuko ridhaa. Kama unavyoona huwa simtaji mtu, ila mpaka awe ridhaa. Nisije nikupigia simu na kujulia hali ukasema Baragoma na nirekodi. Hapana, uwe ridhaa. Na ni moja katika ni ushuhuda ambao si dhambi, ni sahihi. Ingekuwa ni dhambi kutoa ushuhuda wa mtu nisingelifanya. Mimi ni mcha Mungu kwa uwezo wake. Sina haja ya kuongea mengi sana. Niwatakie kila laheri. Namba zangu za simu ni 0694029277 au 0655782996. Ofisi kwa sasa niko Kariakoo, mtaa wa Jangwani, karibu na klabu ya Yanga. Karibuni sana.